Anakuambia majina mengi. Majina mengi bro, kuja manager na kuja kama Mr. Ukweli. Yeah, so ni hivyo na kama mazee long time lakini. Long time bro, mimi napambana sana, nashukuru kwa mahali umeniweka mzee. Yeah, nashukuru sana mzee. Napambana mzee. Ni yetu. Ni yetu. Sasa manager, mimi nataka tuchape story tatu kwa sababu wewe ulikuwa uko na group ya wasanii karibia 30. Yeah, Team Donshe. Kama wenye mnatambua Team Donshe ndo team yani yenye ilianzishwa na mimi hapa. Kabisa, Team Donshe. Yeah. Makeshift. Yeah, makeshift. So to cut the story short yani. Yeah man. Mimi ndo nilianzisha Team Donshe, mimi ndo nilikuza vijana walikuwa waje kuandika kibao sana, ushaona? Yeah, so wanajijua msanii yote ukitaja tu hapa K-Town ananijua. Wengi sana bro. Huyu ndio amemfanya Tricks, amekuwa Tricks by the way. Hata Tricks niweke kando, wengine kibao sana. Kibao sana. So Mr. Manager, Mr. Ukweli. Yeah, mimi nataka tuchape story tu mbili tatu kuhusu wasanii wako kwa sababu ni kitambo na naona wasanii wako wengi sana bro. Kama venye wanawajulisha katika hii account yangu, kuambia ukweli, watu wasanii wengi sana wako wamerudi down sana. Nakutana wasanii wako katika street wanachonga, nakutana wasanii wako yani hali ambayo si usanii bro. Nikasema hii bro, mimi mpaka nimtafute manager nimuite anambie kuliendaje mzee. Unaona inakwaje kuliendaje upande wa pili mzee? Okay, unajua mimi nilianzisha inaitwa project. Yeah, na project inakuwa na time frame yani, unaona hawezi fanya kitu kwanza milele, ushaona tuishi milele. So ile ni project ndio ilikuwa ni project ambayo ilikuwa na take time, na kama wasanii wote wenye walipitia Team Donshe wanajua niliwapa time frame yani, ushaona. Kitu cha kwanza ni ulan talanta yako utengeze product, na ukitengeza product ulan kuiuza, na uko na ile discipline ya kuweza kuipeana kwa watu, ushaona. Uweze kwa msanii alafu huna product, unaelewa? So that's why ni studio ikawa ni kuja Team Donshe ni kurekodi ni free, kufundishana, ushaona. Maproducer na wasanii wanajirekodi wenyewe, ilikuwa ni ile for that time, unaona. After hiyo msanii akilearn pale anaenda ana graduate, anaenda nje. So kuna wenye wali drop out, unaelewa, wali drop out. Mtu alikuja pale akaona challenge ni kubwa, wasanii hapa talanta yangu yani hapa kitambo nimefika ile level yenye Team Donshe, acha nitoroke. Unaona kwa huko nje wana bado mpaka sasa hivi wanaanza wenye walikiita mizizi Team Donshe, mpaka sasa hivi unaona talent yako iko tofauti. Anafanya nini, anajulikana vizuri yani kwa talent yake, hajulikani na mambo mengine. Anajua mzee jamaa kiimba, hata akanyamaza lakini akitoa ngoma hivi msanii wa Team Donshe utamjua tu. That's why nasema time span yake ilisha. Ulikuwa unakuja unasoma Team Donshe, kama ulipata chance ya kusoma pale ndani ya Team Donshe, lazima utafika mahali. Na kuna wale wa changamoto nini, wengine hawapendi kusoma, unaelewa, hawapendi challenge. That's why mtu anafeli. So naambia mafeli ni wale ambao walikuwa wapendi yani, walikukaa pale maskani yani, walikuwa wapendi challenge. Yeah, so wewe kwa mfano nini umekuja hapo kwa studio mwanangu, kama wewe muziki wako hauko meet standard tunakwambia. Ndio maana kuna video nimeachia leo nilikuwa nasema kwamba Kilifi wana support ujinga. Yeah, unaona shida pia inaanza pia kwa maproducer, unaona maproducer wa Kilifi inaanza na hapo. Unaona wewe msanii anakuja yataka kurekodi, amrekodi kina maana wamrekodi, bora tu amekuja na maokoto unamrekodi, unaona. Msanii yote aweza turn around mwanangu akawa the best, yani akatengeza akasaidia jamii, unaona, akatengeza hit. Na sasa mostly kwa producer akiwa hivyo wanafanya wasanii wanakuwa waongo yani, wamechoka yani. Hiyo target audience mwanangu yani sijui mtu yamwimbia nani, unaona. Yeah, that's why nasemaje, mimi maproducer wangu wote Team Donshe sasa hata mpaka leo maproducer Team Donshe wako wasanii wa Team Donshe wanajijua, wanaona, na wanafanya zile vitu walilearn pale ndani ya Team Donshe, na wana make steps, unaona, na wanatambulika.
Yeah. So Mr. Manager, mimi nataka tupige tu story mwanangu 2-3 kwa sababu umekuza watu wengi sana bro. Kuna watu umewakuza, wengine wamekusahau kwa sababu jina lao lishaanza kujiuza, na kuna wengine wanakukumbuka. Acha tusiwataje kwa majina mwanangu. Ni kipindi gani kigumu ambacho ulikuwa unaona katika pale studio pale ndani ambacho wasanii walikuwa wanakupitisha sana hicho kipindi na huko kufurahia na hicho kipindi mzee? Unajua mimi sijui nini. Mimi mwenyewe tayari waga mambo mengi yakiwa negative waga na try ni forget. Unaelewa, na try ni get the positive ya msee, ushaona. So it's because it was a bit long time siwezi sema exactly kitu gani, because mimi wanasahau, napendaga niangalie zile positive. But let's say ni challenge zozote ukisaidia wasanii ziko, especially kija anapenda kupewa. Unaelewa, msanii kwa mfano ukimzoesha ikuwa yeye ndio ya receive, ataona atakaa, yani inaitwaje, atakuwa na ile yataka kupewa zaidi kuliko kufanya ile kazi. That's why unakuta hiyo ndio challenge kubwa wasanii. Kwa mfano mimi sikutaka hata mwanzo sikuwa manager, ile time mweza sema nilikuwa sponsor. Sasa sababu nilikuwa sponsor, unaelewa. Sasa hii ndo kwa mfano nikitaka kuwa manager, ni msanii aniite aniambie tuandikishane contract anilipe kama manager, unaelewa. Lakini ile time nilikuwa sitaki kulipwa, nilikuwa nasaidia, unaona, nilikuwa nasaidia. So kama mtu alikuwa anamsaidia alafu anaharibu ule usaidizi wangu, yeye ndo sasa inamcost. So lakini yule mmoja alitumia yule usaidizi wangu, alitumia studio kulearn kuproduce, ku make beats, alilearn kujirekodi, alilearn kufanya nini muziki, industry ya muziki, unaona, kutengeza kunyoa talanta yake. Huyo sasa anaishi fit. Elewa. I get you my friend. So unaniambia kwamba wewe umetoa vijana wengi sana pale mahali mzee. Yeah, mimi niko proud bro. Especially hata wewe mwanangu. Yeah, mimi niko proud bro. Ukumbuka yeah man. Nani alisema angekuwa na ile time akaja akasema David Onshe atafika hii level? Hakuna bro. Unaona? Okay, na sasa hii wale watu wenye hiyo time walikuwa wanashangaa, mimi mbona nakushikilia, mbona udogo anakaa kama yani jamaa anapoteza time yake kwa huyo. Hakuwa hawaoni ile vision. So mimi niliona vision kwako before watu wengine. Asante bro. Ndio maana sasa hii umeweza kunikalisha hapo na unakaa uko level zenye ulikuwa unafaa kufika, unaelewa. Na bado sana. Nasemaje? Sasa mimi mwanangu nataka nikuulize swali moja ambalo limekuwa gumzo sana katika watu wa Kilifi mzee. Na hili swala mwanangu